loss of livestock, kwa sababu tukifanya makadirio ya hiyo mifugo ambayo ilipotea ama ilikufa, karibu 2.5 million heads of livestock, ni karibu trilioni 1.5 ya pesa. Is about 1.5 trillion shillings that was lost in the livestock that was lost in the drought. And therefore, it means we must invest resources ya kutosha so that we prevent the loss of such an amount of livestock and the equivalent amount of money that we lose as a country and communities lose in our nation. Sababu hiyo tumeweka mpango kamili. Muliona juzi tulitangaza kandarasi ya dams 33 ya kwanza. Kati ya hizo dams 33 ya kwanza ni dam yenu ya Isiolo multipurpose ambayo iko hapa. Hiyo dam yenu itatugharimu karibu bilioni 16. Na tayari tumeweka kandarasi, tunatafuta tunatafuta investors ambao watafanya kazi na sisi, and I want to promise you we are going to build that dam because it's going to serve almost half of Isiolo County. Hiyo dam moja. Tunaelewana jameni? Tuko pia na dam zingine. Tuko na dams ambazo niliahidi watu wa Saricho. Niliahidi watu wa Merti. Tuko na dam ya Oldonyiro. Tuko na dam ya watu wa Modogashe. Haya yote nimeyapangia tayari. Tuko na dam pia ya mahali inaitwa Harosesa. Sijui Harosesa hiyo iko kona gani, lakini nitatafuta kwa Haroresa. Nitatafuta hiyo. So nimesema dam ya Kipsing, dam ya Merti, dam ya Sericho, dam ya Ngaremara hapa. Hiyo tayari yote nimeshapanga, na mtaona sisi hivi karibuni tunataka kujenga dams kubwa ndio mifugo yetu isikufe tena kwa sababu ya kukosa maji. Vile vile tuko na mpango ya kujenga ponds, water ponds 3,800 Kenya. Nyingi zitakuwa kwa sehemu ya wafugaji. Tunataka tuhakikishe ya kwamba tunatega maji ya kutosha, tunaweka storage ya maji ya kutosha so that we can avoid the loss of livestock, especially during drought. And dawa ya hiyo shida ni kuhakikisha kwamba tuko na water harvesting na water storage ya kutosha katika sehemu yetu ya Kenya. Tuko na miradi ndogo ndogo ambazo zinaendelea katika wizara mbalimbali. Hizo zitakuwa tunaendelea na tawaambia mawaziri watakuja. Tuko na dams ambayo inafanywa na Ministry of Agriculture, tuko na dams zingine zinafanywa na wizara zingine. All these concurrently will work towards ensuring that we have water harvesting plan and we have a storage and water storage capacity to ensure that we don't lose our livestock. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu tulikuja tukajenga bridge moja hapa na Mheshimiwa Samal tukamaliza, lakini sasa tuko na bridge ya Kipsing Oldorini kule ambayo tumeweka pesa, tunataka tuikamilishe. Tuko na bridge ya Kubitulo vile vile tunataka tuijenge, tumeweka pesa. We are going to make sure that we create passage ya kuhakikisha kwamba sehemu hizo zote zinashughulikiwa. Mimi nimewasikiza pia viongozi wetu. Mumesema kuhusu mambo ya ardhi, mnahitaji title deeds. Na mimi nakubaliana na nyinyi, hati miliki ni haki ya kila Mkenya. Gavana wenu alikuja na viongozi wenu na tumekubaliana ya kwamba tatizo la ardhi hapa kati yenu na wanajeshi wetu.
kati yenu na wale wengine wote tutaishughulikia. Vile Waziri Duale amesema, nishapatiana instructions kwa Ministry of Defense, waziri ndio huyu, na CDF. Tumekubaliana ya kwamba we cannot continue to have a situation where the public is complaining about our security forces. Tutaketi chini na hiyo jambo tutatatua. Tayari nimetumana surveyors 30 wakuje wafanye mambo ya usorovea kuhakikisha kwamba tunajua kiasi ya ardhi ni gani, wapi tutaweka jeshi, wapi wananchi wataendelea na maisha yao. Mimi nataka niwahakikishie kabla ya mwisho wa mwaka huu mambo hiyo ya matatizo ya ardhi kati yenu na wanajeshi tutakuwa tumemaliza. Hatutakuwa tena na nafasi ya wanajeshi kugombana na wananchi ama kufanya mambo ambayo wananchi hawataki. Tutahakikisha ya kwamba tumeweka boundary ya kutosha. Na vile vile nia yetu ni kwamba tukiwa tunaweka mradi wa maji, pia tunataka kubadilisha Isiolo. Isiwe ni mahali ya kuleta chakula, iwe ni mahali ya kutoa chakula na kulisha Wakenya wengine. So we have a huge irrigation program. We have a huge livestock program that is going to be operated out of this Isiolo County. Na nishamwambia governor ajipange na county government yake, tushirikiane, tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha sura ya Isiolo na tunabadilisha watu wa Isiolo. Wasiwe tena mifugo yao inakufa ama wanakosa chakula. Hapa Isiolo mko na ardhi nzuri. Tukiwapatia maji, mtatuzalishia chakula na tutakuwa na mifugo ya kutosha. Hii airport itapata kazi ya kuexport ile products ambayo itatoka hapa Isiolo. Tumeelewana jameni, watu wa Isiolo? Ile kitu mimi nimesikia pia mumenieleza kuhusu mambo ya compensation ya barabara. Mnasema mnataka pesa nyingi. Sasa swali mimi nataka niulize nyinyi, mnataka pesa ama mnataka barabara? Ati pesa na barabara? Sasa sikizeni watu wa Isiolo, tunaelewana? Mimi nimesema katika hii serikali mimi naendesha, mambo ya ufisadi haitakuweko. Tunaelewana? Na tayari nimeamrisha watu wa NLC hawatafanya tena mambo ya valuation ya compensation. Their business is to give the Ministry of Lands. Ministry of Lands ndio itakuwa inafanya valuation ya mashamba, ndio tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya analipwa pesa sawa na Mkenya mwenzake. And I want National Land Commission to listen to me very carefully. Kwa sababu pale kwa National Land Commission imekuwa soko. Mtu unaenda hapo, unalipa pesa kidogo, shamba ya shilingi 1,100 inakuwa 1,000,000. Mwingine anaenda pale kwa sababu hujatoa pesa, shamba yako ya 1,000,000 inawekwa shilingi 1,100. Tunaelewana? That must stop. And it's not going to go forward. Kwa sababu ndio tunapata shida. Mwananchi anauliza a very reasonable question. Mwananchi anasema kama mulilipa miaka 6 iliyopita shilingi 5. Sasa miaka 6 baadaye mbona mnasema mnataka kulipa shilingi 2? Si ni kwa sababu ya ukora? So we must stop that nonsense. Lazima tukubaliane. Sheria, wanasema sheria ni kama msumeno, inakata ikienda mbele na inakata ikirudi nyuma. Tunaelewana? So, and everybody must be treated equally. So going forward, it is not possible for National Land Commission to decide where the compensation is going to happen, who is going to be compensated, and then they also decide how much it is going to be paid. No. We must separate for purposes of accountability. National Land Commission watafanya kazi yao,
Ministry of Lands ambao wako na uwezo ya kufanya valuation, wafanye valuation so that tuondoe hii shida watu wa Isiolo wamejipata ndani yake. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa Isiolo, kwa sababu nia yangu ni kujenga barabara yenu. Na mbali na ile barabara nimesema tumepanga hiyo ya kutoka hapa Isiolo kwenda Kulamawe, kwenda alafu mpaka iende mpaka Wajia. Mimi nataka pia tupange hii barabara ya kwenda kutoka hapa kwenda mpaka Oldonyiro. Nataka tupange ile Ajas Post mpaka ifike Merti. Nataka ile ya kutoka Kina mpaka ishikane na Kulamawe. Nataka ile ya kutoka Kina mpaka Rapsu. Hiyo barabara yote. Si mnaona mimi nafikiria mambo yenu? Ama kwa sababu sasa mkiniambia nilipe pesa nyingi nitakwama. Na nikikwama sasa nyinyi hata nyinyi mtakwama. So tupelekane polepole. Tupelekane polepole. Ama namna gani watu wa Isiolo? Tupelekane hapo polepole. So nitapanga vizuri na nitarudi kwenu na hawa viongozi watakuja kuongea na nyinyi ndio tujenge hii barabara, kwa sababu hii barabara ndio itabadilisha uchumi wenu. Ndio itahakikisha hii Isiolo ambayo imesemekana ndio resort city. Resort city itakuwa resort city bila barabara kweli? Sio, itakuwa ni historia tu na ndoto ya bure. So we must work together in that manner. Vile vile hii airport yenu imejengwa, imeweka pesa nyingi, lakini imekwama. Si hata nyinyi mnakubali imekwama? Imekuwa kama sanamu. Hakuna kitu, it's like a monument. So mimi nataka tukwamue hii airport. Si ndio? Nimekubali ya kwamba hiyo airport tutaongeza runway. Pale tutaongeza runway ndio itoshe kubeba mizigo ya kutosha. Tukiongeza runway hapa katika airport yenu, naenda kupanga vile tatafuta pesa tuongeze runway, kwa sababu vile ilijengwa kidogo ilikuwa na hitilafu. Imeelekezwa kwa mlima na runway ni kidogo. So wale engineers na wale watafiti na wale wengine wametuambia iko matatizo kidogo na kuna vile itabidi turekebishe. So nitapanga turekebishe ili tuweze kutumia hii airport kwa ile ilikuwa imepangiwa. Hii airport ndio inafaa inatumiwa kusafirisha miraa. Lakini kwa sasa haiwezi kusafirisha miraa kwa sababu the runway is short na kuna matatizo mengine machache. But I want to promise you ya kwamba tutahakikisha kwamba runway inaongezwa na hii miraa itakuwa inatoka hapa ikienda dunia hiyo ingine, God willing, hapa mbele. Vile vile mimi nataka hii airport iwe ndio inasafirisha nyama kutoka Isiolo, Northern Kenya na sehemu zingine za Kenya, tunapeleka Ugaibuni, tunapeleka Oman, tunapeleka mahali ingine kutokana na hii airport ya hapa Isiolo. Hiyo ndio mpango mimi niko naye, and that is why naweka hapa dam kubwa, tuweke hapa irrigation kubwa, tuwe na feedlot, tuwe na tuhakikisha kwamba tuko na sehemu ya kuhakikisha kwamba tunanonesha ng'ombe zetu na mifugo yetu, mbuzi, kondoo na hiyo ingine, ili tuweze kutumia airport ya Isiolo as an export airport ya kutuletea pesa ya kigeni na kuweka pesa kwa mfuko yenu. Tunaelewana? Lakini meanwhile, wakati mimi napanga hiyo maneno, watu wakitoka hapa wanaenda Nairobi wanatumia 5 hours. Mimi naongea na watu wa private sector, nataka waanzishe at least in the next 2 months ama 3 months waanzishe ndege ya kupeleka nyinyi Nairobi, kwa sababu Nairobi ni dakika 30. Kutoka hapa kwenda Nairobi si 30 minutes. Lakini ukienda na barabara si unachukua 5 hours. So mimi nimeongea na hawa wangwana, wameniambia nipatie hawa nafasi kidogo na niwapangie mambo fulani hapa na pale, na hiyo mimi nafanya ndio tuanze kuwa na ndege ya passengers ya kutoka hapa Isiolo kwenda Nairobi. Na nimemwambia Abshiro, huyu gavana wetu wa Marsabit, huyu mungwana, pia apange pale Moyale
ndio tuweke circuit ya kutoka Nairobi kupitia Isiolo kwenda huko Moyale ama Marsabit, alafu iende Nairobi, ndio hii dunia ifunguke, vile tunafanya kule Wajir, vile tunafanya Garissa, vile tunafanya Eldoret, vile tunafanya Kisumu, hata Isiolo inafaa ifanywe hivyo. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Isiolo. Vile vile mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba hii kazi yote lazima tuungane na lazima tupange vizuri vile tutaelekea tukienda mbele. Mimi nawashukuru viongozi wote. Tumechaguliwa hapa katika vyama tofauti tofauti. Lakini wakati tunaelekea mbele ni vizuri tuongee kwa lugha ambayo itatuleta pamoja, tuwe na mpango ya kuleta Wakenya pamoja, ndio tupeleke taifa letu mbele, tuache ugomvi ya vyama na kona na vingine. Kwanza nyinyi watu wa Isiolo mnakaa hapa kama Wakenya. Jamii zote, jamii nyingi ziko hapa Isiolo. Na nyote mnaishi kama ndugu na dada. That is how we should live as the citizens of the Republic of Kenya. We need to work together that way. Nimewasikiza ya kwamba kuna watu fulani, nimesikia mambo ya Tene, nimesikia mambo ya Jamhuri, nimesikia mambo ya Nu hapo, nimesikia mambo ya wale wengine, na Josephine ule mama mboga, nimesikia ule muungwana ambaye alikuwa deputy governor wa Yoya mwenyewe, na wale wengine wote nimewasikiza na nitapanga. Nyinyi mrelax, mnipatie wiki 3, 4, 5 hivi nitapanga hawa watu. Hakuna problem. Si ndio? Na tutapanga watu wa jamii zote ndio tuwaunganishe. Mkae kama ndugu moja, mkae kama watu wa taifa moja na watu wa kaunti moja ya Isiolo. Vile vile mimi nataka niwashukuru sana watu wa Isiolo kwa kutushikilia. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo mipango yote tumepanga kwa manufaa ya wananchi wa Kenya. Mimi nataka tu nirudie jambo moja. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya wenzetu. Tuko na vijana wengi. Hapa Isiolo mumesikia. Vijana wengi wanahangaika na madawa ya kulevya. Vijana wengi wanahangaika na ulevi. Tatizo kubwa ni kwa sababu tuko na vijana milioni 5 Kenya. Hawana ajira, hawana biashara, hawana mpango yeyote. Na ndio mimi nawauliza wa Kenya. We must be deliberate. We must be intentional about creating jobs for the millions of young people, those who are at home already, and the ones who join them every year, almost 800,000. They join people in the labor market, yet there is no credible plan on how to create jobs. I want to tell the people of Kenya, for the first time, we have an intentional, coherent, credible plan for making sure that we organize our economy in such a manner that it is going to create jobs for the millions of our young people. Tumepanga mambo ya digital jobs. Nitaketi chini na wabunge on Tuesday. Na on Tuesday mimi naketi chini na wabunge tukubaliane na wao vile tutapanga mambo ya ICT hubs in every ward in Kenya. Ndio tupange vijana wetu na digital jobs. Tumekubaliana na magavana, Governor Guyo akiwa hapa. Tumekubaliana agricultural and industrial parks in every county. Tumekubaliana markets in every constituency so that tufanye aggregation, baadaye tufanye storage, tufanye value addition, tufanye agro processing, tufanye manufacturing, tuongeze dhamana kwa mazao yetu na tupange ajira ya vijana wa Kenya. Tumekubaliana vile vile kwa program ya housing ambayo tulianzisha 2018 lakini ilikwama katikati, na tumekubaliana this year sisi wote ambao tuko na nafasi ya ajira pia tutachangia
kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wa Kenya ambao hawana ajira, kupitia kwa program ya housing, tutapanga ajira 1,000,000 every year katika taifa letu la Kenya kwa mpango ya housing katika taifa letu. Na ndio mimi nataka niwaulize, hii budget tumetengeneza na makini sana, because we must sort out the challenge of unemployment in Kenya once and for all, and we must have a credible, intentional, practical plan on how to deal with unemployment. Mimi vile Mheshimiwa Deputy President amesema, yeye ndiye anaongoza vita kati ya Wakenya na madawa ya kulevya. Watu wa Isiolo, vile tumekubaliana, tunaanza pale mashinani. Chiefs, assistant chiefs, wazee wa nyumba 10, nyinyi ndio mko frontline ya kuhakikisha kwamba mambo ya madawa ya kulevya tunaondoa katika taifa letu la Kenya. We cannot be a drunk nation. We must be a working nation. Tunaelewana jameni? Tunaweza kuwa kweli taifa ya kufanya kazi ama taifa ya ulevi? Si ni ya kufanya kazi? So that we must work together and make sure that tumeondoa hiyo tatizo. And I want to ask everybody so that we can mobilize ourselves and ensure that we change the course of our country. Watu wengi wananiuliza, wewe rais unatuingiza kwa hii maneno yote. Wengine wananiuliza, nani alikuambia tunataka nyumba? Mwingine ananiuliza, sijui nani sijui mbona unataka kukata pesa yangu? Sijui mbona. Mimi nataka niulize, hii Kenya, hakuna Kenya ya rais, hakuna Kenya ya ule ambaye ana kazi, hakuna Kenya ya ule hana kazi. Kenya ni yetu sisi wote. And it is our collective business as the people of Kenya to make sure that we work together for this nation. And we must carry everybody along. So, nawashukuru sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Isiolo. Nawauliza watu wa Isiolo, mko tayari tuungane pamoja jameni, tufanye kazi pamoja? Mtanisaidia kusukuma hii kazi? Hebu nione wala anasema tutasaidiana kufanya hiyo kazi pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Isiolo tena, mnanikubalia nifanye kazi na hawa viongozi wenu wote? Mnasema nifanye kazi na wao? Tubadilishe Isiolo na tubadilishe Kenya. Hebu nione tena wale wanasema tufanye kazi pamoja. Bas, sasa wale ambao hawataki watu kuungana, nyamazeni sasa. Wacha tuungane. Na nyinyi, mimi nauliza nyinyi, si mmenipatia kazi mingi? Si mmesema tulete maji? Si mmesema tujenge barabara? Si mmesema tuongeze mambo ya stima? Tupange ajira ya watoto? Mtanipatia pesa ya kufanya hiyo kazi? Ndio. Si kila mtu atatoa kidogo kidogo? Mtalipa ushuru ndio tufanye hii kazi yote hii? Hebu ni wale wanasema watalipa ushuru ndio tufanye hii kazi yote? Very good. Bas. Mimi nataka niwashukuru sana. Mjue mimi nawapenda sana na nitarudi tena Isiolo. Nimewaambia mwezi ujao nitakuwa hapa Isiolo. Sasa nikiwa nimekunja shati, tuende kazi. Tunaelewana? Nitakuja kuanzisha barabara yenu, mambo hiyo ingine nitakuja, na Mungu awabariki sana. Thank you and God bless you.